ili kufadhili nakisi iliyoko katika bajeti ni kuongeza mzigo wa deni kwa Wakenya. Kwa finance bill naambia tumechezwa. Tuko na budget ya 4.6 trillion. The biggest budget since the independence of this country. Na since tuanze kutengeneza budget. Tumesema lazima mwaka huu mambo ya kufanya skewed budgeting lazima iishe. Tugawiwe kiwango cha kutosha. Mabadiliko makubwa ni kuanzishwa kwa bajeti ya msingi sufuri ambapo kila matumizi lazima yaidhinishwe upya ikilenga usambazaji bora wa rasilimali. The figures are not aligning. So do we inflate the denominator in terms of GDP to align the deficit, or are these figures correct? And if it's correct, which of these three figures are actually correct? Sekta ya elimu imepata mgao mkubwa zaidi wa pesa katika makadirio ya bajeti ya serikali katika mwaka wa kifedha 2025-26. Uchambuzi uliofanywa na ofisi ya bajeti ya bunge unaonyesha kuwa sekta hii itapata asilimia 28.1 ya bajeti yote, ambayo ni shilingi bilioni 701.1. Hata hivyo, bado kuna upungufu unaohofiwa utaathiri sekta hiyo ya elimu. We have allocated 5.9 which will allow students exams to go on. It was very, very insensitive for the government not to allocate money for examination. So the budget that has been allocated can only feed learners for 21 days. 2025 budget estimate has only targeted to benefit 6.97 million learners, implying that 1.3 million learners have been left out. Sekta ya nishati, miundo msingi na teknolojia ya habari na mawasiliano imepata mgao wa pili kwa ukubwa kiasi cha shilingi bilioni 500.7. Sehemu kubwa ya pesa hizi zimetengwa kwa ajili ya matengenezo, ukarabati na ujenzi wa barabara, ambapo shilingi bilioni 195 zimetolewa kwa ajili hiyo. Sekta ndogo ya nyumba na maendeleo ya miji imepata shilingi bilioni 119, ambazo zinajumuisha shilingi bilioni 95 kutoka kwa mfuko wa nyumba za bei nafuu. Chini ya Wizara ya Hazina ya Kitaifa na Mipango ya Uchumi, shilingi bilioni 58 zimetengwa kwa ajili ya mfuko wa maendeleo ya maeneo bunge NGCDF, huku mfuko wa kusawazisha maendeleo ukipewa shilingi bilioni 10.2. Mamlaka ya ushuru ya Kenya KRA itapokea shilingi bilioni 32 kusaidia katika ukusanyaji wa mapato. Sekta ya utawala bora, haki, sheria na utulivu imetengewa shilingi bilioni 276.65 ndani ya kiasi hiki. Sekta ya usalama wa kitaifa imetengewa shilingi bilioni 251. Kati ya hizi, shilingi bilioni 200 zimetengewa kwa ajili ya Wizara ya Ulinzi, huku shirika la kitaifa la ujasusi likipokea shilingi bilioni 51. Katika sekta ya afya, jumla ya mgao ni shilingi bilioni 136.8. Hii inajumuisha shilingi bilioni 54 kwa huduma za kitaifa za rufaa na maalumu, shilingi bilioni 16.5 kwa afya ya uzazi, mama, mtoto mchanga na mtoto wa kijana, na shilingi bilioni 13 kwa mfuko wa huduma za afya za msingi. Kiasi cha ziada cha shilingi bilioni 10 kimetengwa kwa ajili ya mfuko wa dharura, magonjwa sugu na hali mahututi. Mamlaka ya ugavi wa dawa Kenya KEMSA itapokea shilingi bilioni 5. Chuo cha mafunzo cha tiba Kenya KMTC kitapokea shilingi bilioni 8.8 na shilingi bilioni 4 zimetengewa kusaidia utekelezaji wa huduma za afya kwa wote UHC. Primary healthcare we have allocated in the budget over 13 billion shillings to implement it. The chronic, emergency and critical illnesses which affect many Kenyans, we have also provided 10 billion shillings in the budget. Ila sekta hii imeathirika kwani imepata kiwango kidogo kilinganishwa na fedha zinazohitajika. Hii ina maana kuwa shughuli muhimu za afya huenda zikaathirika. Ile pesa walikuwa wameweka kwa Ministry of Health wameenda wakatoa. Wameenda kukatakata, wamekata hapa 50, wamekata hapa 17 billion, wamekata hapa kwingine, wameongeza pesa huko kwa security na ministries zingine zenye wanafeel according to wao ni vital. Sekta ya kilimo na maendeleo vijijini imepokea mgao wa shilingi bilioni 78 unaolenga kuimarisha kapu la taifa la chakula na kupunguza gharama ya maisha. Sehemu muhimu ya ufadhili huu ni pamoja na shilingi bilioni 8 kwa mpango wa ruzuku ya mbolea. You are now putting pressure on us to say there is no money for UHC, there is no money for this. You can see the pressure is on expenditure. And then you don't want tax. And it is wrong to make Kenyans believe that tax is bad. In fact, what we are doing is we want to raise the base
tax base. Kufanikisha bajeti hii, serikali inategemea mswada wa fedha wa mwaka 2025 unaopendekeza mabadiliko kadhaa ya kodi kwa mwaka wa kifedha wa 2025-26. Bajeti ya mwaka 2025-26 inatarajia mapato ya jumla ya shilingi trilioni 3.3. Kati ya kiasi hicho, shilingi trilioni 2.75 zitatokana na kodi na shilingi bilioni 555.9 zitatokana na mapato ambayo idara mbalimbali za serikali zitakusanya zenyewe. The others are at 18. Ni bajeti ambayo inaibua hisia mseto na haijielezi wazi kama ni ya mwananchi, itakayochochea mifumo ya utawala kuhudumia walipa kodi. Brian Amwai, K24, Nairobi. Na mtazamaji, bajeti ya shilingi trilioni 4.2 na makadirio ya bajeti hiyo ya mwaka 2025 mwaka 2026 yamewasilishwa rasmi leo katika bunge la taifa. Na mtazamaji, japo mkono hujikuna ujipatapo, serikali itahitaji usaidizi wa kuhakikisha huko kujikuna kusiwe na kipimo, kwani kuna nakisi itakayojazwa kupitia mikopo itakayolipwa na mimi na wewe. Je, bajeti ni ya mwananchi kama inavyodaiwa, ama hii bajeti ya Ruto itaongeza mahangaiko kwa maisha? Basi ukiwaza hilo, serikali nayo inazidi kujipiga kifua na kusema kuwa uchumi umeimarika. Mfumuko wa bei umepungua kutoka 9.6 hadi 3, na kuwa thamani ya shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Marekani imeimarika. Lakini wananchi wengi hawawezi kumudu gharama ya chakula. Je, Wakenya wana pesa mfukoni kumudu bajeti inayopendekezwa? Unaifahamu vipi bajeti ya taifa? Katika mjadala wa wiki hii wa The People Dialogue, tunaangazia bajeti ya 3 chini ya utawala wa Rais William Ruto. Ahadi, siasa na mfuko wako. Je, unaiona itaongeza mzigo au itapunguza gharama ya maisha? Kwa ufafanuzi na hisia tofauti za wananchi, viongozi na wataalam, wanahabari wenzangu wamekita kambi katika miji tofauti kupata mengi. Mimi ni Busara na Aman, natumai kwamba umeshinda vyema popote pale ulipo, na karibu katika matangazo haya maalum ambayo yanakujia mubashara katika runinga ya K24 na vile vile runinga ya Kameme TV. Siko peke yangu mtazamaji, ningependa kuchukua fursa hii kuweza kuwakaribisha wenzangu ambao pamoja tutafanikisha kipindi cha leo. Na moja kwa moja pale katika studio ambayo iko upande wangu wa kushoto mtazamaji, tupo na Mumbi Chege ambaye baadaye atakuwa anazungumza na wataalamu kwa lugha ya Kimombo hapo baadaye tukifafanua kwa undani bajeti hii. Kando na hayo tutakuwa na Theo Masharia ambaye atakuwa anazungumza naye mtazamaji. Kwa hivyo tungependa sana uzungumze nasi mitandaoni, manake atakuwa anapekua zile jumbe ambazo umezituma mtandaoni mtazamaji. Kando na hayo kuna wanahabari wenzangu ambao wapo nyanjani. Moja kwa moja namuona Alfred Maina pale kutoka Murang'a. Tuko na Guma pale, Joseph kutoka Kisumu. Kuna Boniface Msangi kutoka Mombasa na wengine wengi ambao watakuwa wanatujuza hisia za Kenya kuhusiana na bajeti hii. Lakini moja kwa moja labda nimpishe mwenzangu Theo Masharia atupatie swali la siku ndio tupate fursa ya kuzungumza naye mtazamaji. Theo, vipi? Kama uko tayari basi na kuachia usukani. Shukran za dhati Busara Naman Studio A na wageni wake, na kama vile alivyotaja Studio B pia tunaye Mumbi Chege, na hapa Studio C mpenzi mtazamaji ni mimi na wewe. Wewe ndiwe mgeni wangu katika studio hii, na pale ambapo tutakuwa tukiangazia maswali ya bajeti ya mwaka 2025-26. Sasa mtazamaji, mambo ni jinsi ifuatavyo. Bajeti hii ipo tayari kupakuliwa tarehe 12 mwezi huu, na kama vile Busara ametaja, ikiwa ni ya 3 chini ya uongozi wa Rais William Ruto, serikali imenena na kusema kwamba hii ndiyo bajeti bora zaidi kufikia sasa. Na wewe je mtazamaji, una lipi la kusema kuhusu bajeti ya mwaka 2025-26? Na ndiposa katika leo People's Dialogue tunakuuliza swali la siku. Je mtazamaji, bajeti ya mwaka 2025 itaongeza gharama ya maisha au itapunguza? Bajeti ya mwaka 2025 itaongeza mzigo au itapunguza gharama ya maisha? Nene nasi kupitia mitandao yetu ya kijamii Facebook na X @K24 TV na pia @Kameme TV, na hata zaidi kupitia mtandao wetu wa WhatsApp ambayo nambari inapita pale chini ya runinga yako. Busara Naman, hayo tu ndio yanatoka hapa katika studio C ambapo ni mimi na watazamaji wetu siku ya leo. Kwako Busara.
Na mtazamaji, asante sana Theo Macharia kwa kutuulizia swali hilo, na tungependa sana uzungumze nasi katika mitandao ya kijamii, na tumekuuliza pale, bajeti hii itaongeza mzigo au itapunguza gharama ya maisha? Zungumza nasi mitandaoni mtazamaji, tutakuwa tunapekua na kudurusu baadhi ya jumbe ambazo utakuwa unatuma mitandaoni. Kumbuka kwamba mwenzangu alivyotaja pale, K24 basi unatupata kupitia @K24 TV, na vile vile Kameme unatupata kupitia @Kameme TV. Nazungumzia mtandao wa X na vile vile Facebook, na wakati huo basi nambari ya WhatsApp itakuwa inapita hapo kwenye kiwambo cha runinga yako. Zungumza nasi moja kwa moja. Basi tuanze kusikiza maoni ya Wakenya, na moja kwa moja tunafululiza hadi katika kaunti ya Mombasa. Msangi, hujambo? Kama uko tayari basi tujuze hisia za wakazi wa Mombasa ni zipi? Naam, shukrani sana Busara na Manu kwa studioni hapo Nairobi, kaunti ya Mombasa. Ni manyunyu tu hapa basi, na pia wakazi wako tayari kuweza kuhakikisha basi wanafuatilia kwa karibu majadiliano haya yetu hapa ya masuala haya ya bajeti. Bajeti hii basi ya mwaka 2025-2026 ni bajeti ambao Wakenya wengi wanapendekeza iweze kumzingatia yule Mkenya wa kawaida basi, ili basi iweze kumtoa katika hali ngumu ya kiuchumi. Na basi hapo mwaka jana wakati kama huu basi ilikuwa basi heka tayari zishaanza za ile bajeti, na pia vile vile wanarika wa Gen Z nao wakiweza kujiandaa tayari kuweza kupekua kujua hali itakuwaje, na baadaye basi kuweza kukataa ule mswada mzima wa fedha humu nchini. Lakini kwa sasa basi wengi wangali wanafuatilia kwa karibu, wakiweza kuangalia, wakidadisi, wengine wakikashifu, wengine wakisema tunasubiri kiasi. Na hapa nipo tulipo na baadhi ya wakazi kaunti ya Mombasa. Nitaweza kuongea na wao tuambie pengine hisia zao ni zipi kuhusiana na swala zima la bajeti hii. Basi je, wanaona sekta ya elimu imetengewa mgao gani, sekta ya afya imetengewa mgao gani, na pia vile vile zile fedha zinazostahili kuja katika serikali za kaunti zipo katika hali gani? Wanazungumzia vipi sekta ya kilimo ili kuhakikisha basi mfumuko wa bei za bidhaa humu nchini zinaweza kushuka chini? Bila kupoteza wakati basi nitaweza kuongea na wakazi hawa tuambie pengine hisia zao ni zipi katika mgao huu katika bajeti hii ya mwaka 2025-2026. Hamjambo, unaitwa nani? Soka karibu mimi kaka hapa hivi, naona tayari upo salama. Unazungumzaje pengine mgao huu ama zoezi zima hili la bajeti hii ya mwaka 2025-2026 unaizungumziaje wewe? Asante. Kwa maoni yangu kuhusu mswada wa fedha wa 25-26, naweza kusema kweli limeangalia kidogo kupitia pale, haijaangazia mwananchi wa chini kabisa. Hii lengo lake imekuja kuumiza mwananchi wa chini. Ukiangalia vile vitu mwananchi wa chini anavitegemea, kwa mfano nimeona wanasema wanaongeza ushuru kwa avocado, majani na kahawa. Kusema kweli ukigusa hizo vitu ndio mwananchi wa kila siku, ndio vitu ambao mwananchi anatumia kila siku. Kwa maoni yangu kinaweza sema ni kwamba reject finance bill 2025-2026, reject finance bill. Hao ndio maoni yangu mimi naweza kusema. Pengine mbali ya kwamba unasema watu wa reject hii finance bill, ungependa uweze kugusia vitu gani wewe? Kusema kweli ukiangalia vile vitu rais ameongeza ushuru. Kwa mfano kama tuliongeza ushuru kwa mafuta ndio kila kitu. Nasema nimeona tena na propose fuel levy kwa mafuta. Na ukiangalia ukisema na propose fuel levy kwa mafuta ni kusema hapo kila kitu kipande. So mimi ningeuliza bwana waziri wetu bwana John Mbadi, kama kweli anataka kupeleka Kenya mbele, aangalie sana kutokuongeza ushuru upande wa mafuta. Maana ukigusa mafuta umegusa kila kitu cha mwananchi wa chini. So mimi ningeomba upande wa mafuta wairegesha hata kama ni 16% VAT. Maana sasa wamepeleka mpaka 18, sasa wanasikia na propose tena kuipeleka 24. Na tena juu hapo wanaongeza fuel levy. Kusema kweli hapo ni kuua mtu wa chini kabisa. Mimi ningeomba tu mafuta peke yake ndio kitu serikali inapofanga mambo yake, wasiguse mafuta kabisa. Tena ikiwezekana mafuta iteremshwe. Maana ukiteremsha mafuta umeteremsha kila kitu. Maana hapo ni cost. Cost yote inategemea mafuta. So wakipunguza mafuta, mimi naona kila kitu takuwa sawa. Asante. Asante. Pengine tupate mzee wangu hapa Soga tu karibu mimi hapa, usiende bali, simama tu hapo hivyo. Unazungumzaje pengine bajeti hii, unaona inamjali Mkenya na huenda ikamuondolea gharama Mkenya? Mimi naitwa Foka kutoka Mombasa. Na mimi nataka niambie JC na wale wa vijana, tangu jadi hakuna nchi inaendeshwa bila kuwa na budget. Na mimi namshukuru sana rais kwa kumchagua Badi, kwa sababu naona Badi ataangazia sana mtu mdogo hapa chini, wa mboga, wa maziwa, kwa sababu ya watoto pia wa vijana wanaoa na lazima watalisha kwa maziwa. Kwa hivyo hizo bajeti ya hii trilioni 4.6 ni nyingi. Naomba ajaribu kuigawa na njia iliyofaa, ndio sisi watu wa counties tupate pesa za kutosha
ndio hata zile barabara ndogo ndogo ya kuingia mahali ya kukuza chakula kama mboga, kama samaki, kama kuku, ndio sifikie kwa mwananchi yule hana pesa, lakini anaweza kujimudu kwa kwenda kupata kilo ingalao ya nyama kidogo. Sasa kwa hivyo mimi nashukuru tena kwa Raila kuwa karibu sana na hii budget kwa sababu ya Badi. Na yeye ni mwana harakati mwenye anajua hii nchi imetoka mbali sana katika budget. Nafikiria wameketi kwa meza ya msunguko na watatuletea budget ile iliyo sawa kwa mwananchi wa chini. Hata masomo, kwa upande wa masomo tunaona tunataabika sana na school fees. Pia naomba rais na huyu Badi waangalie upande huo, mkono huo, ingalao tuweze kusomesha watoto. Jambo lingine la mwisho ni sisi wenye ingalao wenye tuko na magari mawili matatu, vipuli za magari wapunguze kwa sababu tunaumia sana. Barabara nyingi hazina lami ya kutosha. Kwa hivyo magari yanapata shida sana kila wakati tunapeleka kwa makanika. Mimi naomba mwananchi mdogo, mama mboga, watu ya bodaboda na wale watu wanataka kuanza business wapewe urahisi wa kufikia biashara. Salamu alaykum. Kifupi tu muda hapo na sisonga tu hapa kifupi kabla niweze kumpelekea mwenzangu Guma katika kaunti ya Kisumu. Unazungumzaje bajeti hii kama mwananchi wa kawaida unaenda kugusa? Salamu alaykum, majina naitwa Hussein Amani. Kitu mimi naweza omba serikali ifanye ni kushughulikia mambo ya vyakula. Kama vyakula wanaweza acha iwe duty free, watu wanaweza kuimport chakula bila kulipisha ushuru, naona nchi itaendelea vizuri. Kitu cha pili pia ni mambo ya rental hizi nyumba. Angalau jaribu kupunguza tax katika vifaa za kutengeza hizi kama simiti, vitu yani vyote zinatengeza ujenzi, unaona. Alafu kitu cha tatu naomba tena ni mambo ya health ile. Angalau serikali ingeacha iwe free kabisa kama nchi zingine za kizungu. Tunaona nchi za kizungu zimeendelea kwa sababu mambo mengi yanahusu mwananchi wameachilia iwe free. Hakuna kitu kingine tunataka, ni chakula, health na education. Angalau tutaweza kuishi vizuri katika nchi. Unajua mwenzangu Guma anasubiri kwa hamu sana kuweza kuzungumzia, lakini mzee wangu hatuna muda. Kifupi, bajeti unazungumzia vipi? Mimi naona hiyo budget haina usaidizi wowote, sababu katika ile pesa ambayo tunaokota katika budget yote inaenda kulipa wafanyikazi. Katika hii tulitoa ugatuzi wa governor, tunakuwa na governor 48, deputy 48. Hiyo inautumiza sana. Tunaomba governor wawe kama 8 tu katika Kenya, na senator wapunguzwe na women ipotezwe. Maoni tu ya wakazi kaunti Mombasa. Najua wengine wangependa kuongea hapa lakini muda haupo nasi. Naona wananigusa tu wakiniambia tu niwape nafasi ya kuongea, lakini tisa basi zingatia pakubwa. Wakisema pia masuala ya bidhaa na mafuta basi yanafaa kuangaliwa pakubwa, kwani huenda kapeleka mfumuko wa bei za bidhaa kuweza kuongezeka humu nchini. Moja kwa moja kutoka kaunti ya Mombasa na mrushia mwenzangu Guma akiwa kaunti ya Kisumu. Guma, hujambo na watu wa Kisumu wanasemaje? Na bila shaka mwenzangu Msangi, hapa katika kaunti ya Kisumu vile tunajiunga na mjadala wa leo kuhusiana na bajeti ya mwaka 2025 mwaka 2026. Siku ya leo natangamana hapa na profesa ambaye pia ni mtaalam katika mambo ya elimu, ambaye atatuguzia tu kauli yake kuhusiana na mjadala wetu wa leo. Profesa, songa hapa karibu na bila kupoteza wakati. Wewe kwa maoni yako unaona bajeti hii tunatarajia hii hapa karibuni, unaona itasaidia Wakenya kupunguza hali ya gharama ama hali itakuwa vipi? Kwanza kabisa tusiendelee kusema hiyo ni bajeti. Ikiwa tulifanya bajeti lazima tulikuwa na mpango. Haya yote yaonyesha kwamba serikali ya Kenya hawana mpango. Cha kwanza, mzazi ambaye alikuwa amejipanga hatalipa fees
ya mtihani. Sasa anaambiwa alipe fees ya mtihani. Atatoa wapi pesa kama hayo? Cha pili, kama kuna constitution Kenya, kuna sheria, basi serikali mwenyewe inavunja sheria, sababu rights ya mzazi, right ya mwanafunzi ambaye iko enshrined in the constitution iko under direct violation. Sita ngojea sana, lakini hivi karibuni najua kwa kweli mtu ataenda kotini na serikali itastakiwa. Na kama wanafikiria ni mambo ya mchezo ya kawaida, mambo ya walimu, mambo haya ni ya watoto, haya ni ya wazazi, wangoje vita hawajawahi kuona hii nchi yetu Kenya. Mambo ya watoto wachanga, mambo inaguzia wazazi ambao tayari wamedhulumiwa kwa mambo mengi ya kimaisha. Itakuwa very serious chaos in this country. Kwa hivyo sasa wazazi wengi wanang'ang'ana na shida ya mambo ya CBC ambayo juzi ilipata batizo inaitwa CBE. Tunakwambia kwamba mambo ya elimu inafaa ideal na wale wanaitwa experts in education. Hapa Kenya kila mtu ambaye anafikiria mambo ya elimu ni rahisi anakimbia, anaingilia, na ndio tuko na serious problems kwa education. Na nitaongezea kwamba mambo ya elimu Kenya tulianza kama ni problems, hasa hii CBC. Sasa tuko kwa crisis. Tunangojea tu catastrophe kwa hii mambo ya elimu Kenya. Mambo imekuwa mbaya, imerudia maututi. Sasa tunaongojea ile kwa kizungu inaitwa catastrophe, yani itakuwa game over. Hiyo ndio mambo tunayaona kama sisi experts kwa mambo ya elimu hapa Kenya. Tunaona kuwa fedha ambazo zimetengewa ufadhili wa masomo katika vyuo vikuu na pia masomo ya bure katika shule tofauti humu nchini zimepunguzwa, na vile vile ile imetolewa pia ni ile yenye inasaidia mpango wa chakula kwa wanafunzi kwa shule katika maeneo kame na pia katika vitongoji duni humu nchini. Unasema nini kuhusiana na hayo? Unajua ni jambo ya kusikia sana, sababu unaambia head teacher kule shuleni, principal, hapana tafuta pesa na njia nyingine, serikali itatoa. Cha kwanza, serikali inachelewa, na ikitoa inatoa kidogo kidogo. Mwisho kwa jumla sio hata ile iko kwa bajeti. Alafu ile bajeti ni bajeti ya miaka 5 miaka 6 iliyopita. Wewe hata ukiwa wewe ni minister, uwe ni PS, unaishi kwa nyumba yako. Sisi wote tunaenda kwa supermarket moja, tunanunua chakula mahali moja. Kila mtu anajua bei ya chakula imepanda zaidi ya mara 10. Je, ule principal ya shule atafanya miujiza gani na atunua wapi kwa bei hiyo nafuu na kukule na watoto wachanga na mashida zao? Hatuko serious nchini Kenya. Hatuko serious hata kidogo. Na haya mambo yote inaanzia bad planning kwa wale wako kwa serikali. It is just bad planning. Uwezi kuwa unajua vizuri sana mambo ya elimu inahusika na mambo ya watoto. Na cha kwanza mtoto lazima kule vizuri ndiye aweze kusoma vizuri. Unachelewesha, unaleta pesa kidogo na ulikuwa umeahidi mzazi. Alafu wazazi wakisema wameelewa serikali aina ya kutosha, wanataka kuchangia. Unaanza kutisha hao principal, unatisha ile board of PTA ati wanatafuta what do you want? Unaitaka nini? Haieleweki. Wale wa university funding model ndio ile iko kwa chaos. Education system in Kenya is in shambles and we cannot lie about it. Na ni ukweli, na unless serikali ikae chini ikubali kuna experts ambayo inaweza wasaidia kupanga atikiwa pesa ni kidogo,
hii shida itakuja kupasua hii nchi. La mwisho kabisa, hapa katika kaunti ya Kisumu tumeona kuwa kuna baadhi ya shule ambazo zimepata chini ya 1,000 kama capitation. Hayo unasemaje? Nilipoona hayo kwa magazeti, kwa runinga ya TV na kadhalika, kitu cha kwanza nilifikiria ni makosa ya kompyuta. Na bado naamini ni makosa ya kompyuta. Siwezi amini serikali mzima inaweza tuma 1,000 kwa shule. I still pray that it is a joke or it is just a computer error or a certain kind of mistake. Sidhani kama ni ukweli. Sawa. Ni kauli tu kutoka kaunti ya Kisumu. Umesikia mtaalamu amesema kuwa serikali bado haijaweka jitihada kuhakikisha kwa mambo ya elimu imeshughulikiwa kikamilifu ilivyofaa, na pia inafaa watafute wataalamu kusaidia kuhakikisha elimu nchini imeshughulikiwa vilivyofaa. Kutoka kaunti ya Kisumu ni hayo tu kwa sasa. Tunaelekea kwa mwenzangu Alfi kwa sasa. Alfi, ukinisikia shukrani yako. Naam, shukrani mwenzangu kutoka kaunti 042 kaunti ya Kisumu. Hapa katika kaunti 021 kaunti ya Murang'a tupo tayari kuweza kusikia ni semi za wakaazi kuhusiana na bajeti ya mwaka huu. Tugusie ni yapi ambao wanaona kwamba inafaa kuangaziwa ili kuweza kupunguza mzigo ama kuweza kupunguza yale ambayo imekuwa ni mzigo uliokuwa umekelewa katika mgongo ama mabega ya mwananchi. Tuweze kusikia wakazi hawa wana yapi ya kupendekeza kutokana na swala hili nzima na masuala hayo yote, na hapo wanaona kama inafaa kuendelea vivyo hivyo ama ni yapi inafaa kuona inafaa kubadilishwa. Lakini tusikie semi za baadhi karibia tu hapa. Tugusie jina lako kama mkaazi wa hapa, una yapi kuhusiana na bajeti ya mwaka huu? Mimi naitwa Elizabeth Nafula. Mimi ni mkazi wa hapa na ninafanya biashara hapa Delview. Sasa mimi hii mambo ya budget ningeonelea warudishe chini kidogo, maana sisi wana biashara tunaumia sana. Tunaenda soko tunakuta vitu siko bei kali, tunashindwa kununua. Unakuja hapa customer ukimuzia bei kali anakataa kununua, unakaa na vitu. Sasa hii uchumi sisi inatuumiza sana, na tungepeta tuangaliwe kama wanabiashara wadogo. Labda tuambie ni kama bidhaa gani ungependa zipunguzwe bei? Bidhaa mingi sana tungependa zipunguzwe bei. Kuna unga, kuna sasa kama soko, sasa mimi nafanya kazi ya kibanda, vitu kama viazi ziko na bei kali, unakuta nyanya ziko na bei kali, vitunguu ziko na bei kali, yani kila kitu iko na bei kali. Sasa tunashindwa venye tunafanya. Asante sana. Karibu tu hapa, tuambie jina lako kama mfanya biashara hapa, ni mambo gani ungependa yaangaziwe katika bajeti ya mwaka huu kuangazia kwamba kupunguza ile gharama ya maisha? Kwa majina ni Lydia. Mimi ni mfanyabiashara hapa Delview na ningependa budget iweze kupunguzwa kwa sababu mimi huuza fruits. Unaambia mtu apple ni 50 anaanza kusema IZ na anaenda. Unaambia mtu watermelon ni 300 anaanza kusema hapana, hiyo iwezi, hebu nipunguzie unipe na 250. So mimi ndo naenda hasara. Shukrani sana. Tusikie pia semi zako karibia tu hapa, tugusie masuala yapi ambayo umeweza kuona bajeti ya mwaka huu. Mambo yapi ambayo unaongezea kwamba inafaa kuangaziwa ili kuweza kupunguza mzigo ama gharama ya mzigo kwa wananchi? Mimi naitwa Gishofe Mbate. Mimi ni kiongozi hapa Murang'a. Na kwa budget kuna mambo mawili. Kuna ile budget ambayo inasomwa yale maendeleo ambayo serikali itafanya katika mwaka wa kifedha, na pia kuna ile finance bill, vile ambavyo fedha zitakazofadhili bajeti zinatafutwa. Hapo ndo serikali inafanya makosa. Mimi mambo yangu naweza ambia serikali mambo mawili. I have a background in finance, kwa hivyo pengine naweza peana advice kwa Ministry ya Finance serikali ikileta budget. One, kwa ile finance bill kuna kitu inaitwa zero rating. Tumeona kwamba kuna mapendekezo ya kuondoa bidhaa essential products zingine zikuwe exempted badala ya kukuwa zero rated. Na hiyo ni kumaanisha kwamba wale producers hawataweza kuclaim ile VAT. Na hiyo inamaanisha bidhaa zile ambazo ni basic kwa mwananchi zitakuwa bei kali. So naweza uliza serikali vile ambavyo President Uhuru Kenyatta aliwacha most of the basic products za wananchi zikiwa zero rated. Waache zikae hivyo, sababu wakiziweka kwa tax exemption inamaanisha kwamba VAT itaongezwa kwa mwananchi na mwananchi ndiye ataongezewa bei.
na hawa mama mboga wenye unaona wanateta, hawa mambo yote hizi bidhaa za mwisho zitakuja kukua kali. Number 2, mambo ya borrowing, internal borrowing. Pesa ambayo serikali inafaa kukopa. Wasikimbizane na wafanyikazi wananchi kwa kukopa kwenye benki za huku nchi Kenya. Sababu kama sasa mwananchi wa kawaida kama anataka loan bank na serikali nayo inachukua loan bank ya Equity. Equity ita prefer kupea serikali loan iache kupatia mwananchi, sababu mwananchi anachukuliwa kama a risky borrower. So the government should focus on external borrowing, or reduce internal borrowing so that banks can focus on giving loans to entrepreneurs. Ndio maana watu wapate capital ya kufanya biashara. Hebu tugusie kuangalia wewe kama bajeti hii itaweza kupunguza pengo iliyoachwa katika finance bill ya mwaka uliopita. Itakuwa ngumu sana. The government is already under pressure. Sababu Gen Z walitoka, wananchi wameteta. So I think the government right now, it is very hard being the president right now because it is between a rock and a hard place. Sababu sasa uwezi ongeza tax sababu wananchi wanateta, whereas madeni ndio hayo pia unafaa ulipe. So sababu serikali Mheshimiwa Ruto alisema ameleta experts. We are waiting to see now the expertise of John Mbadi and that team in the Ministry of Finance. Watuambie how creative they are going to be to make sure that they meet the financial obligations of the country without giving extra cost ama mzigo extra kwa ule mwananchi wa kawaida. Hawa mama mboga ambao wako hapa hawataki kulipa tax extra, lakini wanahitaji ile services. It is upon the government and that is their responsibility wafanye hiyo kazi. Unajua kwamba bunge ni moja wapo ya ile ambayo itakuwa katika kipaumbele kuangazia masuala ya bajeti ya mwaka huu. Labda unayepi kwa wabunge tukimalizia? Wabunge lazima kwanza wasikize watu wao. Haya mambo ya wabunge kusikiza tu vile serikali ambavyo inataka. Wabunge wamechaguliwa wakuwe representatives of the people. So it is upon the members of parliament wakienda bunge wasimamie yale masuala ambayo yana affect watu wao pale ground. Kama wananchi wanasema hawataki tax iongezwe, enda bunge, simama, sema vile vipengele ambavyo vinaongeza mzigo kwa wananchi viondolewe. Lakini isikuwe kwamba wewe kama mbunge wewe unafuata tu vile rais anasema ama vile serikali inataka, lakini hauangazii yale masuala ambayo ni yako. Na niambie wabunge, tumebakisha budget 2 peke yake. It is upon you as members of parliament because the citizens of this country trusted you with that responsibility. Mjue vile maendeleo itafanyika bila kuongeza mzigo kwa Wakenya. Sababu vile ilivyo saa hii Wakenya wamelaliwa sana. Payslip imelaliwa sana. So the government must be creative enough to enlarge the tax basket. Ile ambayo watu wengi watalipa ushuru lakini walipe kidogo kidogo bila kuumiza watu. Shukrani sana. Asante. Na mmeweza kusikia kwamba hizo ni baadhi ya semi za wakazi wa kaunti ya Murang'a na mapendekezo katika bajeti ya mwaka huu inatarajiwa kuwa ikiweza kutolewa kwa kuonekana au kupitishwa mwezi huu. Tunaweza kusikia kwamba wakaweza kupenda mapendekezo yao katika kupunguza gharama ya maisha. Toka kaunti 021 tuelekee moja kwa moja hadi kaunti 016 ambako mwenzangu Electric Odera ipo tayari. Kwako Electric. Asante sana Alfred Maina. Hapa tunataka tuangazie masuala na afya. Bajeti na hapo tarajiwa kusomwa na waziri wa fedha John Mbadi katika bunge la kitaifa wiki kesho. Naam, wamezungumzia wananchi ambao nimeweza kuzungumza nao, wanasema kwamba kidogo kuondolewa kwa ufadhili na serikali ya Marekani kumeathiri utendakazi wa masuala na afya katika taifa la Kenya. Lakini pia wanashangaa kama imeweza kufanyika hivyo, mbona kwa bajeti haijaweza kuongezwa mgao wa zile pesa zinaongezwa kwa Wizara ya Afya ama kuendeleza masuala na afya. Na mnataka tuweze kusema nayo, tunaangalia bajeti ambayo itaenda kusomwa takriban 4.26 trillion ambayo itakuwa inasomwa na Waziri Mbadi. Je, maoni yako ni yapi kuhusiana na hiyo na itaathiri vipi masuala na afya? Karibu sana. Asante sana. Wiki ijayo tunatarajia kuona waziri akisoma bajeti yetu, ambayo tukiangalia hasa tukiangazia mambo ya afya tumeweza kuona bilioni 700 ambazo zimeweza kupatiwa sekta ya afya. Lakini tukiangalia vizuri, sekta ya afya ni sekta moja ambayo imekuwa aswa serikali yetu ni kama ilikuwa imeachilia tu wafadhili ili waweze
kusukuma hiyo sekta, lakini kwa wakati kama huu tuliweza kuona USAID waliweza kujitoa, na tukiangazia vile hii bajeti inasomwa, tukiangazia hiyo bilioni 700, bado tunaona kwamba kuna ile mambo na prevention, HIV prevention. Tumeweza kuona bado ilikuwa inategemea donors. Saa hizi tukiangazia vile wameweza kuweka, hakuna hela tumeweza kuona wakiweka pale, manake tuko na ile gap ya 9.5 billion ambayo bado hatujaona Wizara ya Afya ikionyesha hiyo pesa itatoka wapi. Pia tunaweza kusema, tumeweza kuona serikali ikisema kwamba itahakikisha kwamba wafanyikazi wameweza kufanyiwa capacity building, promotion yao, lakini tukiangazia vizuri tunaweza kuona hakuna hela ambazo zimetengewa hiyo kazi. Manake tuko na community health promoters ambao wako pale, lakini tukiangalia katika hiyo bajeti bado hakuna fedha ambayo tumeweza kuona ikiwekwa pale. Pia tumeweza kuona kuna ile mambo ya immunization. Immunization ni mambo ambayo ni kama ilikuwa imeachiwa wafadhili. Katika hiyo mambo ya immunization tumeweza kuona kwa wakati kama huu, at least tumeweza kuona wameweza kuweka 2.5 billion ambao itakuwa inaingililia pale mambo ya maternity health care, ambayo itaweza kusaidia kina mama pale, na pia kuweza kusaidia vijana ambao wanaendelea kuzaa. Tumeweza kuona katika bajeti hii hatujaona hela ambazo zimetengewa hapo. Awali tulikuwa na ile Linda Mama, na tukiangazia hiyo Linda Mama iliweza kutolewa, lakini kwa wakati kama huu kina mama hatujaona wakitengewa fedha katika maternity health care. Kwa hivyo hiyo ni jambo ambao mimi naona bado kuna mushkili katika bajeti ya Wizara ya Afya. Kwa hivyo mimi naona kwamba hakuwezi kufanyiwa marekebisho, manake waziri atakuwa anaisoma ile bajeti ama makadirio ya bajeti. Serikali ifanye nini kuhakikisha kwamba hii deficit ambayo haipo, ambayo mataifa ya kigeni kama vile lile taifa la Marekani lilikuwa linafadhili, ifanye nini kuhakikisha kwamba inaongeza hizi pesa hapo liposa masuala ya afya ama uendeshaji wa shughuli za afya katika taifa la Kenya haizoroti? Kunao mapendekezo ambayo yalianza kuchukuliwa kutoka jana, na mapendekezo hayo yameweza kupelekewa kwa hiyo kamati husika ili iangazie mambo haya. Najua mashirika mbalimbali tumeweza kukaa chini na tumeweza kupendekeza mambo kama hayo ili serikali ihakikishe kwamba yanachukuliwa kwa uzito na waweze kuzingatiwa katika hii bajeti. Manake kama hataifanya, tuliweza kuona mwaka uliopita 2024-2025 tuliweza kuona walifanya supplementary budget. Supplementary budget ya mwaka uliopita tuliweza kuona ulikuwa unaangazia ile pending bills, na hizo pending bills venye tuliweza kuona ni kana kwamba hatukuona inaweza kutekelezwa. Manake inamaanisha kama haya mambo ambayo tumeweza kutaja hayatazingatiwa na hiyo kamati, na wakati wa kusoma hiyo bajeti wiki ijayo itamaanisha kwamba lazima serikali ikae chini iweze kufanya ile supplementary budget ili kuangazia haya mambo. Tukihitimisha, mgao mkubwa unapewa Wizara ya Elimu pamoja na ile shughuli ya Better Bottom Up Economic Model katika bajeti ya serikali. Unadhani kwamba gharama ya maisha, kwa sababu serikali inasema kwamba inaangazia ile bottom up, unadhani kwamba kwa sababu imesema kwamba mgao mkubwa utaenda pale kwa Better pamoja na Wizara ya Elimu itachangia katika kuimarisha hali ya uchumi ama gharama ya maisha katika taifa la Kenya? Tunapoangazia bajeti ambayo inaingia katika elimu tunaona ni bilioni 701.9, na hiyo ni pesa ambayo tukiangazia vizuri tumekuwa na ule mgao ambao tunaenda katika infrastructure, mambo ya infrastructure katika shule, lakini mwaka uliopita tuliweza kuona hiyo bajeti ilipungua. Mwaka huu pia tumeweza kuona hiyo bajeti inaendelea kupungua. Tukiangalia katika ile basic education ambayo kuna fedha mingi ambayo inastahili kuwekwa pale, haijawekwa pale, manake bado ndio kuna ile feeding program. Feeding program iko na mwaka uliopita ilikuwa imepatiwa 0.9 billion. Mwaka huu tumeweza imeteremka mpaka imekuwa 0.2 billion. Kwa hivyo hiyo ni mambo tuwezi sema ati itarahisisha gharama ya mwananchi, na ndio hapa katika elimu tunaweza kuona zile charges, levies zimekuwa zikiongezwa na walimu, manake lazima wahikimu maisha katika mashule. Kwa hivyo tukiangazia mambo ya education tunaweza kusema kweli bajeti ya education imeweza kwenda chini.
imereduciwa, manake infrastructure hakuna consistency, imeenda chini. Mambo ya feeding program imeenda chini. Na tukiangazia wakati kama huu, kuna watu ambao wako na shida katika maeneo mbalimbali. Ukiingia huku mashinani utapata watu wako na shida. Na kama watoto hawatapata lishe katika shule, ile nutrition itakuwa ni shida kwa wananchi wa Kenya na wanafunzi. Asante sana. Natumai kwamba ameweza kusema vizuri sana mwakilishi wa zile civil society organization katika kaunti ya Machakos, ambaye amedonoa vizuri kuhusiana na bajeti, mgao kubwa ama mkubwa ukiwa unaelekezwa katika Wizara ya Elimu, ule mpango wa serikali wa BETA pamoja na infrastructure ama uimarishaji wa miundo msingi katika taifa la Kenya. Hivyo tutasubiria tuone yale makadirio yanaposomwa katika bunge la kitaifa, tuweze kutafuta watu kama hawa kuweza kudonoa zaidi. Kutoka jimbo hili la 016 nataka kumpa kipaza sauti hiki kwa mwenzangu katika kaunti ya Uasin Gishu. Naam, Electin, hapa tupo katikati ya jiji la Eldoret kutafuta au kutaka kusikia maoni ya wenyeji wa kaunti ya Uasin Gishu kuhusiana na swala la bajeti ambayo itakuwa inasomwa mbele ya bunge la kitaifa wiki ijayo. Na bila kupoteza wakati, niruhusu niweze kuungana na wazalendo hapa waweze kutuambia matarajio yao mbele ya kusoma kwa bajeti hii, hasa masuala ya elimu na ukulima, ambayo tunajua kwamba kaunti ya Uasin Gishu ni mojawapo ya kaunti ambazo zinategemewa kwa ukubwa katika masuala ya kilimo. Yapi matarajio yako? Ni wape serikali itengeneze, irekebishe ama ifanye iwe bora zaidi? Maoni yangu kuhusiana na masuala ya elimu ni kwamba kwa sasa tumekubali kabisa kwa ndani hii program ya CBE. Zamani tulikuwa tunasema CBC, lakini kwa sasa tunazungumzia CBE. Mimi napenda kuuliza serikali kupitia Wizara ya Elimu kwamba mbona ikifika wakati wa kutoa vitabu, textbooks kwa wanafunzi, inakuwa ratio 1:1. Alafu unakuta tukienda kama wazazi, tukienda mikutano ya wazazi AGMs, wanasema capitation haijafika. Wanasema kwamba wanazungumzia masuala ya NEMIS. Na tunajua kwamba Kenya hii bado tuko third world country. Na unajua kwamba wazazi wengi bado wako risavuni na kufikia mahali ambapo wanapata birth certificates na vile ambavyo vinahitajika ili mwanafunzi awekwe NEMIS. Mimi nitaomba serikali iharakishwe masuala ya birth certificates, kwa sababu kama ni NEMIS ndio inaleta pesa capitation kwa shule, tafadhali jambo hilo liangaliwe, lakini ifanywe kama vile textbooks inavyofanywa saa zile tunafanya ukarabati wa NEMIS. Na vile vile kwa masuala ya ukulima, kwanza napenda kusema mara hii hatujapata mbolea ile fake kama last year. Mimi nataka nishukuru serikali kwa hapo, na mimi nataka nieleze waboreshe zaidi na watume maafisa wa nyanjani, wale extension officers waendeleze kuwafundisha wakulima mambo ya diversification kama upanzi wa kahawa na kadhalika. Ni maoni yangu nikiwa Uasin Gishu. Asante sana. Labda ndugu mwingine hapo utaanza kutuambia jina lako, angalia kamera. Asante. Kwa majina ni Kennedy Koech. Mimi pia ni mwalimu. Nataka tu nigusie jambo la bajeti. Kwa hii bajeti ya mwaka wa 2025, nataka tu niseme we have so many loopholes concerning revenue. Ile pesa tunachanga hapa kwa hii town, ama town mingi kama hapa Eldoret, ukijungusa hiyo pesa haifiki penye inatakana. So we need government to sip all the loopholes that for the revenue. We have a problem in collection of revenue. Pesa inasanywa lakini ikifika kwa budget uone penye imeenda. Loans za pesa za nje sikikuja uweze hata ambiwa hii pesa imeenda hivi na hivi. So government should work smart by telling us hii loan imetolewa China, imefanya hivi na hivi. Asante sana. Asante sana mwalimu. Kwa kifupi. Okay, kwa majina mimi naitwa 64 Live nikiwa Eldoret. Nataka niongelee mambo ya ukulima kidogo. So kwanza kabisa ningependa kupea rais ongera huyo ambaye ni William Ruto, maana amefanya mambo ya agriculture kuwa sawa. So pengine tu changamoto kidogo ambaye wakulima wamekuwa naye ni mambo ya fertilizer. Fertilizer huwa ina delay kidogo. So fertilizer ikichelewa unakuta kwamba mkulima ana sustain. So ninaomba kwamba mambo ya agriculture tukiwa sehemu za Eldoret tunaona si mbaya, tunaomba tu rais akaze kamba, na tunajua kwamba rais amefanya kazi kwa hiyo miaka 2 inaelekea miaka 3. So kazi inaonekana mtu unaangalia kwa macho. So tunamshukuru sana kwa sababu ametusaidia. Labda niweze kuungana na mwingine hapa, utaanza kusema jina lako kwa kifupi. Mimi naitwa Geoffrey Yego. Tunashukuru rais kwa kazi yenye anafanya, lakini tunaomba swala la usalama.
invest kwa, kuna security lapses kwa hii nchi, watu wanaporwa, watu wanawawa, na tunaomba rais atilie mkazo swala la usalama, especially hata Eldoret crime rate iko juu. Tafadhali atilie mkazo hiyo. Kwa kifupi, kwa majina mimi naitwa Ken Maswai. Mimi ni opinion leader. Kwanza ningependa kupea hongera rais kwa 1, 2, 3 wenye ameweza kutufanyia kama mambo ya ukulima. Like the previous year kulikuwa na scandal ya fake fertilizer, but sasa ame rectify kila kitu. We are really appreciating for that. Secondly, I want to add on mambo na security. Crime imepanda juu sana. Tunaomba rais wetu atilie maanane kwa upande wa security, kama mambo na huko Elgeyo Marakwet. So 3, watu wanaongelea mambo ya ukulima na mambo mingi. Kuna maslahi inatuguza kama sisi vijana, the young, we call ourselves young parents. Number 1, mambo na VAT. It will sound funny lakini lazima nitasema hii. Kuna vitu tunanunua kama young parents zenye hatu kutumia kitambo, vitu kama Pampers. Pampers hiyo vitu inatumiza sana, tunaomba rais. These are some of the things that it is necessity na ni basic needs kwetu kama wazazi wachanga hivi. So atoe tax kwa vitu kama hizo, ama you are forcing us to break our young marriages, na sisi tutaenda tu Songo, president ataelewa hiyo mambo. Sawa, ndo kama hivyo, hizo ni hisia. Kwa kifupi tu lakini chini ya sekunde 30 tafadhali. Kwa majina naitwa Wilson Gibet. Kwanza tunashukuru serikali kwa yale mambo kidogo ambayo ametekeleza, na tungeomba yale ambayo yajatekeleza wapate kutekeleza. So mimi nikiwa mwendeshaji wa bodaboda, ningeomba serikali wapate kutuangalia kwa upande wa mafuta, wateremshe mafuta ili kwamba usafiri ama uchukuzi kuwe rahisi kwa wananchi, kwa sababu tunapojua mafuta ikiwa chini mambo yote yanarudi chini, kwa sababu mafuta tunajua hiyo ndio inayoendesha uchumi ya nchi. So tunaomba serikali kabisa watilie manane, watusukishie mafuta. Asante sana. Ndo hisia za wenyeji wa kaunti ya Uasin Gishu kutoka jiji la Eldoret kuhusiana na bajeti itakayosomwa katika bunge la kitaifa wiki lijalo. Sisi ni kusubiri kuona iwapo serikali itakuwa inatekeleza baadhi ya yale ambayo ungependa yarekebishwe katika masuala mengi kutoka kwa elimu, kulima na hata maisha ya kila siku. Studio. Naam, bila shaka shukran sana Simo, ukiwa katika jiji la Eldoret. Hivi sasa niko katikati mwa mji wa Nyeri kuweza tu kupata hisia za wakazi kuhusiana na makadirio ya bajeti mwaka 2025-2026. Pengine niweze kuhisi wanaridhia vipi na pengine ni mambo yapi ambayo wangeweza kutaka iweze kuangaziwa katika bajeti ile. Bila kupoteza muda ni muhusisha huyu hapa. Tuanze kwa jina lako na kwa jumla tu tueleze hisia zako ni zipi kuhusiana na bajeti hii. Asante sana. Jina langu ni Lawis Brown Mathenge kutoka mimi I'm an aspiring member of County Assembly Kamako Mokaro Ward here in Nyeri County. One, on the budget estimates ya 2025-2026. One, tunaonelea we can see that majority of whatever is being prioritized in the budget is not, at some point it is not assisting the mwananchi in terms of, when you see at the State House is being allocated 5 billion. The office of the President, then the office of the Deputy President has an allocation. This and they're having an increase in allocation. But when we come to agriculture, where Nyeri County is a backbone of agriculture is a backbone of our economy, at some point you see there is a reduction even in terms of funding. One, you also see that agriculture is even underfunded, because as you remember the Maloba Declaration, that is under the Comprehensive Africa Agriculture Development Program, it actually recommends that
there be a 10%, at least a target of around 10%, and we are even below 2%. So at some point we see, even when it comes to the interest of Mwananchi, the interest of Mwananchi is not covered. Lastly, even when you see, even in terms of the allocation, you can see even other departments like the NIS, it has been gradually increasing. And you even ask, the priority of the people of Kenya, or the people of even Nyeri, or in general people in this country, are we supposed to be focusing on the office of the president, or are we supposed to be focusing on things that are going to assist the Mwananchi wa kawaida? So at some point this budget is not Mwananchi friendly, and we need at least to have an amendment. And we want to tell even the members of parliament that we have, that when this bill comes to, when it is floated in the assembly, they need to look or even amend it in such that Mwananchi is favored when it comes to this budget. Budget hii inajiri wakati ambapo kuna lalama za kupanda kwa gharama ya maisha. Pengine unahisi gharama itapungua ama itaendelea kupanda? Gharama there will be an increase kwa gharama. One, it is also good to also note that in terms of now when we have the finance bill that is supposed to be financing the budget, you find that even when it comes to raw materials of animal feeds, they are being shifted from zero rated to tax exempt, meaning that there is going to be an increase in production, and that the cost of production, and this will also it will also reduce the cost of the production of animal products, e.g. milk. So unapata kwa at some point Mwananchi wa kawaida, especially here in Nyeri where we are farmers, majority of the people here are farmers, it shows at some point we as Kenyans or as farmers watakuwa wamebebeshwa mzigo mkubwa. Adam, shukran sana. Ni mhusisho mwingine hapa, tuanze kwa jina lako. Kwa jumla tu, hisia zako ni zipi kuhusiana na bajeti hii? Kwa majina ni kijana Steve Nderefine. Maoni yangu kwa hii bajeti, I am specifically very concerned about the fiscal deficit, ambayo ni ile balance tuko nayo. It's almost $1 billion, it's within the range of about 900 billion. Ile pesa ambayo tumebudget lakini hatuna, kwa hivyo lazima tuifund kupitia madeni. Na sana sana nimeona serikali with a fiscal deficit of 4.5% of the GDP of Kenya. Tuko na shida kubwa sana, kwa sababu tukiangalia zile deni tuko nayo, tumepita ile limit tulikuwa tumesema ya kwamba the safe limit ya deni ya nchi hii is about 70% of GDP. Currently tukiendelea vile tunaendelea itakuwa inapita. So ile mambo naona with this budget, what will happen in the year 2026 ni ya kwamba small businesses, hawa wanabiashara wadogo, watakosa pesa kwa sababu government will be doing domestic borrowing, and with domestic borrowing this small entrepreneurs will not be able to access money in banks, because banks are going to prioritize giving debt to the national government. At the same time, ningeomba serikali to divert from funding recurrent budget. Let us allocate money to serious infrastructure projects and agriculture where livelihoods will be felt. Aya, naam, shukran sana. Kama ulivyosikia ni kauli na hisia tu za baadhi ya wakazi wa kaunti ya Nyeri wakiweza kutilia doa bajeti ya mwaka huu. Kwa bila shaka wameweza kutaja kwamba bajeti hii iwapo itatekelezwa ilivyo itaweza kuongeza gharama ya maisha na kuongeza mzigo kwa Mkenya wa kawaida. Kutoka hapa katika kaunti ya Nyeri sasa na kulegesha studioni. Na asante sana Edwin Mbugua kutoka Nyeri kwa taarifa hiyo, na vile vile wanahabari wote kutoka sehemu tofauti kwa kufanikisha awamu hii ya kwanza ya matangazo haya maalum. Na moja kwa moja mtazamaji, ningependa kukumbusha swali la siku ndipo uweze kuzungumza nasi mitandaoni. Tunakuuliza, je, bajeti inaongoza ama inaongeza mzigo au inapunguza gharama ya maisha? Je, bajeti inaongeza mzigo au inapunguza gharama ya maisha? Zungumza nasi mtazamaji kupitia mitandao ya kijamii Facebook na X. Unatupata kupitia @K24TV, vile vile pale Kameme unatupata kupitia @KamemeTV, na zungumza nasi kwenye WhatsApp. Nambari ya WhatsApp utakuwa unaona hapo kwenye kiwambo cha runinga yako, na bila shaka tutakuwa tunaangazia jumbe zako hapo baadaye. Lakini mtazamaji, kufikia hapo tunajiandaa kuchukua mapumziko mafupi. Tukirejea basi nitakuwa nakujuza taarifa za siku kwenye K24 saa 1. Kwa hivyo nakusihi uendelee kuwa nasi.
TV, Muthegi wa Rũrĩrĩ. You are living proof that we can control so much. And when we like what we see, we go for it. What are you doing?